Gilgil. Asante sana. Tuko na George Gachagua kutoka Daragwa. Makofi kwao. Tuko na Honorable Nelson Koech Bergut. Makofi kwake. Tuko na John Kawajiko Kiaba. Makofi kwake. Tuko na Honorable wa Mashukuru kutoka Kabete. Makofi kwake. Tuko na Honorable Elijah Memusi kutoka Kajiado Central. Makofi kwake. Tuko na Honorable Mwangi Kiojori kutoka Laikipia. Makofi kwake. Tuko na Honorable Michael Mochera kutoka Old Jororok. Makofi kwake. Tuko na Honorable Jane Kagiri Laikipia. Makofi kwake. Tuko na Wamuradha Mama County Kiambu. Makofi kwake. Tuko na GK Ndia constituency George Karaoke, na huyu ni investor hapa Kinangop. Finally tuko na Irene Mrembo kutoka Bahati. Asanteni sana. Sasa nafasi hii nataka kuita PS wetu, PS wa hapa kwetu Bogwa, just for 1 minute. Thank you so much mama wetu wa county, rafiki wetu wa dhati, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Professor Kithure Kindiki, Speaker of the National Assembly, our brother, familia, waziri wetu wa hapa kwetu Nyandarua, Rebecca Miano, Kwenya na familia yenu yote, wajumbe ambao mko hapa, leaders wote, wachungaji wakiongozwa na overseer. Yes, na hao wengine, allow me watu wa Kinangop niwasalimie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe watu wa nyumbani. Niko na furaha kubwa kuwa part of this family. Mheshimiwa Kwenya na familia yenu tulianzana na nyinyi zamani na mam, kwa sababu tulikuwa tunashiriki kanisa moja. Tukatoka ile kule tulikuwa tunachuna mbuzi wa Kanyuge, tukaenda engineer ambaye amelala alikuwa mwanzilishi mmoja, tulikuwa na elder moja alikuwa anaitwa Violet Joki, mamake Ndegwa. So ni watu tunajuana, kwa hivyo sitaki kuongea mengi. Watu wa Kinangop tunafuraha sana tukiwaona, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa vile tumesimama na hii familia. Na kwa sababu umesema watu ni watatu na mimi sikuguzwa hapo, mimi nashukuru tu kwa hiyo nafasi, na ajuge andũ agwitũ Kinangofu Ngai amwĩke wega na amũrathime. Asanteni sana. Asante sana Kwenya Thuku. God has not given you the spirit of fear, but He has given you the spirit of power, the spirit of love, and a sound mind. Take up the mantle. That was the word for today. Without faith, it is impossible to please God. Hiyo ndio jina tumepewa. Ikiwa hauna mimi. At this time, I want to introduce and to bring our sister, Rebecca Miano, to take over from here. Thank you, na wapenda, na Mungu awabariki. Asante sana, Naibu wa Rais, Professor Kithure Kindiki, Right Honorable Speaker, kanisa ikiongozwa na aposto, na wachungaji wote na waumini wote, familia ya mzee wetu ikiongozwa na mama wetu Magdalene na mama Mary, Mheshimiwa Kwenya na familia yote kwa jumla. Leo tunashukuru Mungu
kutuwezesha kufika hapa, kuleta heshima zetu za mwisho kwa mzee wetu. Tumeona ni mzee shujaa, mzee ambaye amelinda familia yake, ni mzee ambaye alifanyia serikali kazi, mzee ambaye aliamini kwa nchi yake. Kwa hivyo leo ni siku yetu ya kuleta heshima na tuweze kuiga yale Mungu amempatia. Pia naleta rambirambi kutoka kwa wenzangu wote pale kwa baraza la mawaziri. Wengi wao wanajuana na mheshimiwa Kwenya na wameniambia nilete pole leo. Na kwa sababu leo ni siku ya kuomboleza mzee, kumlaza pahali pake pa mwisho, si siku ya kuongea mengi, lakini Aposto, tumefurahi umetuambia hata mawimbi yakija na dhoruba, Mungu ataweza kupatia kila mmoja wetu nguvu. Kwa hiyo machache, na mualika speaker wetu, Right Honorable Speaker Moses Wetangula. Karibu sana speaker. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Rafiki yetu Kwenya'S, Thuku na familia, Your Excellency Deputy President, Waziri Rebecca PS na waheshimiwa wabunge wote, kanisa letu ambalo limesimamia ibada hii, Apostle Charles na timu yote. Nimekuja hapa kutoka bunge kuu kwa sababu mmoja wetu Mheshimiwa Zack Kwenya'S Thuku amempoteza mzazi. Naleta rambirambi za bunge letu, wabunge wote na masenators ambao hawangeweza kufika hapa, lakini wako na nyinyi kwa maombi. Mheshimiwa Kwenya'S sio tu mbunge wangu, ni rafiki yangu sana. Nimewahi kufika katika hiki kijiji, nikakutana na huyu mzee akiwa hai, tukaomba pamoja. Hata tulikuwa na mama Rebecca na Faith Kitau na PS Mbugwa, na Kwenya'S akaniintroduce kwa baba yake, mzee wa furaha, mzee wa mashauri, na mzee ambaye alibeba heshima kubwa. Wakati nilisikia mzee ametuaga, niliambia Kwenya'S nitakufika nitoe heshima yangu ya mwisho, kwanza kukulipa wewe. Mama anga alipokufa mwaka moja iliyopita, ulikuja all the way to Bungoma na ukunisaidia kumsindikiza. Watu wetu wa Kinangop, ukiona hiyo umati yote na wabunge wamekuja, ni kwa sababu mna mbunge wa heshima. Yeye katika bunge letu, mbali na kuwa mbunge ambaye anahudumu muhula wa pili, tumemtunukia nafasi kubwa. Yeye ndiye wabunge wote wa Senate na bunge la kitaifa wamemchagua kuwa mwenyekiti wa kusimamia
sako ya wabunge ambayo inashika mabilioni ya pesa. Na hakuna hata siku moja tumekuwa na audit query. Anatulinda vizuri sana. Reading the eulogy ya mzee, I can see that the apple doesn't fall too far from the tree. Na tumeambiwa vile mzee amekuwa mjasiri. Amelinda mama wawili. Wanakaa kama madada. It is not easy. Mimi najua tu mbunge moja huko bunge na bibi wawili na wanakaa nyumba moja. Wachache sana. Mwingine ataficha bibi moja Nakuru, ficha mwingine Nyeri, atorokee Nairobi, na watu wanaishi hivyo kimungu. Lakini mzee ni mjasiri. Hata mmeona waliposema familia ikuja hapa iombewe. I told the deputy president, this is one man who definitely left this world better than he found it. Kwa ile kazi yote amefanya kuleta wangwana wa dada, it is a great thing. Nataka kumalizia kwa kuwa rai ndugu zetu wa Kenya. Hapa Nyandarua, mimi nimetembea na hao wabunge sana. Nimekuwa katika kila constituency hapa. Tukijenga makanisa. Nina kijiji moja inaitwa Rurie. Fikiri iko kule Olukalao. Niko na kijana, sasa amekuwa mzee. Amekaa na mimi, amenifanyia kazi kutoka 1985. Mpaka wa leo. Anaitwa John Karoki Karori. He's part of my family. Nimemsomeshea watoto, nimewaandika kazi, anakaa na mimi. Kwangu tunamuita the resident engineer. Ukitaka mambo ya stima anajua, mambo ya maji anajua, mambo ya kila kitu. Na ni kama ndugu yangu. From 1985 to date, tunakaa pamoja. Hii ni kuonyesha undugu tulio nao na lazima tuwe nao kama Wakenya. Tupendane. And I want to urge you, nyinyi ni wadhoniwa wangu. Nyinyi ni wadhoniwa wangu. Na nataka kuwaomba tuteremushe siasa ya hasira. Tupendane. Jamii yenu ina bahati kubwa. Umetupatia marais watatu katika nchi ya Kenya. Tunasema haleluya. Mimi nilikuwa mwandani wa Rais Kibaki. Worked with him for 10 years. I was his foreign minister. Kila wakati tukitembea, tukifika kwa marais huko nje, anawaambia huyu my foreign minister anajua kila kitu, yeye ndiye ataongea na nyinyi. Na tulilinda ngome mpaka Rais Kibaki akatengeneza nchi yetu. Mimi nawaomba nchi tusiichezee, tuishike. Peace is very difficult to define, but it's very easy to notice its absence. Wacha tukae pamoja. Mimi kule Bungoma ninatoka. Niko na jamii yenu. Mwenyekiti wao anaitwa Wanene Kenneth. Nikipata barua za walimu na muita, nipe kijana moja. Because you are part of my family. Nikipata barua za polisi na muita, nichukulie mtu moja. Tupendane, tupende nchi yetu. Things come and go, but Kenya will remain Kenya. Kwa hivyo Apostle, nimekusikia sana ukisema, who is this man? Who is this man? Jesus. He's our great savior. Tunaomba ateremuke, aombee nchi yetu. Wale wanasiasa wenye hasira ipunguke, tupendane, tujenge nchi yetu.
I pray for Mzee's soul to rest in eternal peace. Now is my humble duty and honor to invite the Deputy President to come and join us. Who is this man? Asante sana, naomba tuketi. Bwana asifiwe. Adwaitwa Kinangop murega. Mwathani agoshwo. Gethi ciarera, Mwathani agoshwo. Thank you very much kwa sababu ya masaa. Wacha nichukue nafasi hii kwanza kushukuru Mungu kwa sababu mimi leo nimeona shughuli nzuri ambayo ni shughuli ya mazishi ya kupumzisha mzee ambaye amefanya kazi kubwa sana hapa duniani na Mungu amemuita kupumzika. Nasema hivyo kwa sababu nimehudhuria mazishi kadha kwa kadha na mara nyingi nimehuzunika kwa sababu pale sisi kama wana Kenya kutoka jamii mbalimbali wakati mwingi tunasahau nyakati, majira na madhumuni ya shughuli mbalimbali ambazo tunafanya katika dunia hii. Mimi nimeona mazishi mengine yanaharibika kabisa. Kwa hivyo nawashukuru wote ambao ni waombolezaji ambao tumefika hapa siku ya leo kwa sababu leo mimi niko na furaha. Tumekuwa na siku nzuri na mazishi mazuri ya kupumzisha mzee baba wetu ambaye amelala hapa. Wale wanaharibu mazishi, number 1 ni waombolezaji. Saa ingine waombolezaji wanachochea wale wanazungumza ndio wazungumza ile mambo wanataka kusikia. Sasa waombolezaji mimi nawashukuru na wavulia kofia. Nyinyi nimeona kweli leo tumekuja hapa sisi zote kuomboleza. Hakuwa na mtu alikuwa anataka kusikia mambo mengine hapa. Wale wengine wanaharibu ni wanasiasa. Mimi nawashukuru wanasiasa wote ambao wamefika hapa siku ya leo na kuwashukuru sana sana wabunge wetu leo hata hawajaongea. Wanasiasa wanapenda kuongea mambo mingi hata kwa shughuli za mazishi na mambo mengine ni mambo useless. Mambo ya bure tu mambo yao. Mtu kujigamba vile ni mtu maarufu na vile anajua mambo mingi. So mimi nawashukuru our MPs and thank you for your humility. Mimi nimeona mmekuja hapa kwa sababu mmekuja hapa kuomboleza na ndugu yetu Zakari ambaye amepoteza mzazi. Na hata kina Kiunjuri ambao wamekuwa kwa siasa miaka 30 hajaongea, ameimba wimbo akaketi. So tunawashukuru, wapigieni makofi jameni wanasiasa wetu. Kwa hivyo mimi nimeshukuru kwa heshima ambayo tumepatia mzee, na mimi najua familia inaomboleza na tunataka kuambia kwamba tuko na nyinyi katika maombolezo. Na ile hatua moja ambayo imebaki tunaombea hali ya anga ndio tumalize vizuri. Kuna watu 3 muhimu duniani. Mmoja ni mzazi, wa pili ni mwalimu na wa 3 ni mtu wa Mungu. Na vile nimesikiza historia ya mzee na wasifu wake, yeye alikuwa mambo hayo 3. Alikuwa mzazi,
wa hao watoto wake ambao tumeona hapa, na mimi nimeshtuka ajabu wakati nimeona wazazi wangu hapa, hawa mama wawili. Sikuamini ile maneno walikuwa nasema hapa. Mimi I could not believe that a man can have 2 wives, alafu wanakaa kwa nyumba moja, wanapika pamoja na watunza watoto pamoja. Is very rare. Alafu pia hiyo bidii mzee alifanya ya kupata wamama wawili, pia akafanya bidii. Nimeona wale watu wote wamekuja hapa, watoto, wajukuu, nini. Nikauliza Spika Wetangula, yaani yote ni bidii ya huyu mzee mmoja? Ni vile tulikuwa kwa mazishi karibu, nimuulize, si huyu mzee ni fire sana? Mzee ni fire, si fire? Hey. Naona watu wengi hapa, watu wazima, watu wa katikati, watoto wadogo, wajukuu. Nikauliza, hii bidii yote ni bidii ya one person, mtu mmoja? Mzee ni fire. So mzee alikuwa mzazi, na sio tu wa watoto wake wale alizaa. Umesikia watu wengine hapa wakisema vile walisaidiwa na mzee. Alikuwa baba wa watoto wengi wale alizaa, na watoto wengi ambaye alisaidia katika maisha yake. Mzee pia alikuwa mwalimu, alifunza watu wengi mambo mengi vile tumesikia. Na mzee pia alikuwa mtu wa Mungu, tumesikia alikuwa mmoja wa wale walikuwa waanzilishi wa kanisa la Solid Rock Fellowship. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana. Jambo la pili na la mwisho ni kushukuru Mtume Charles Irungu ambaye ametuhubiria leo, ambaye ni mwanzilishi wa kanisa la Solid Rock Fellowship. Mimi nimesikiza hiyo injili, na hiyo injili imetoka kwa Mungu, kwa sababu amezungumzia maneno ambayo ni maneno ya majira haya. Kwa hivyo Askofu Mtume Irungu, Apostle Irungu, congratulations for speaking to us in a timely manner about the things that concern us now. You are the man of the hour, na wewe mtu ya Mungu pia. Nataka nikuambie kwa niaba ya hao waombolezaji, hata wewe ni fire. Huyu Mtume Irungu ni fire, si fire? Kwa sababu ametupatia encouragement, ametusaidia kama taifa, kwa sababu matatizo ni mengi katika taifa letu la Kenya, katika ulimwengu. Na mnajua vile tunaongea kwa sasa, kuna shida ambaye tunashughulikia. Tulikuwa tunaenda vizuri katika mambo mengi. Mahali wakati tulichukua serikali, mahali mambo tulikuwa tumeanza kudhibiti, kupambana na bei ya bidhaa muhimu ziendelee kupungua. Tulikuwa tumepiga hatua kidogo. Mahali unga ilikuwa 2022 sio mahali iko saa hii. Mahali mbolea ilikuwa 2022 sio mahali iko saa hii. Na hata bei ya petroli tulikuwa tumeshughulikia kiasi. Lakini sasa kwa sababu ya yale mambo ambayo yalitendeka hivi karibuni, tukaanza kuona mambo ya bei kuinuka. Na katika siku ambazo tumepita tumekuwa na mazungumzo, na mimi nashukuru kwa sababu hayo mazungumzo yanaendelea na tutapata suluhu, kwa sababu hakuna jambo gumu ambalo halina suluhu. There is nothing that has no solution, and there is no problem that is so big that a nation
cannot handle. And I want to thank God because we've taken some measures and we will continue taking more measures to make sure that the people do not incur a lot of pain because of the increase of fuel prices, because of the war that has led to the situation we are in. Hivi karibuni tulipunguza ile kodi ambayo tulikuwa tunatoza katika mambo ya mafuta, ikatoka 16% ikakuja 8%. Vile vile tukaweka in the last 2 months subsidy ya 12 billion shillings in the last 2 months, lakini bado haitoshi. Na ndio umeona jana usiku tumebadilisha zaidi pia kwa shilingi 10 bei ya dizeli. Na mimi nashukuru washikadau wote katika sekta hii kwa sababu wamekuja katika mambo ya mazungumzo. Jana usiku mawaziri wetu tulikuwa tumewaambia waketi na washikadau, waziri wa kawi, waziri wa uchukuzi, waziri wa hazina ya kitaifa. Hiyo ndio ilisababisha ile 10 shillings ambayo tulipunguza jana. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu leo mchana hayo mazungumzo vile yanaendelea. Wale ambao walikuwa wameitisha mgomo wa magari wamesema ya kwamba watasimamisha kwa muda wa siku kadhaa ili kupatia serikali nafasi ya kuendelea na mazungumzo na kuleta suluhu ambaye ni suluhu ambaye sisi sote tunatafuta. Nataka kwa niaba ya serikali niwashukuru kwa hatua hiyo ya kizalendo. Na niseme ya kwamba matatizo ni mengi. Na hata tukitatua hii tatizo kutakuwa na matatizo mengine. Na hili tatizo sio tatizo Kenya pekee, ni tatizo ambayo iko katika mambo ya ulimwengu kwa sababu ya yale mambo mnajua yanaendelea. So I want to thank that spirit, those who have called the strike. I want to thank them for calling of the strike and suspending it to allow for negotiations. And I want to say that the government of Kenya is committed to engage the stakeholders and come to a solution so that our country and our economy can continue in the normal way. Nataka tukuwasihi wakati tuna matatizo ama mazungumzo ama mambo ambayo tunataka serikali itufanyie, naomba tuweke amani. Tusitumie ile nafasi kuchochea wananchi, kuvunja sheria, kuibia watu mali yao, ama kutatiza uchukuzi, ama kuchoma magari. Kwa sababu ukichomea mtu gari yake, amefanya bidii akanunua gari yake ya biashara ama ya kusafiri, umchomee, hilo haliwezi kuleta suluhu, kwa sababu hiyo haitapunguza bei. Ile itapunguza bei ni hatua kama hizo ambazo tunachukua. Tunapunguza kodi hii, tunapunguza ile ingine, tunaona ni gani tunaweza fanya saa hii. And I also want to say, hatuwezi kufanya kila kitu siku moja, kwa sababu pia ile kodi ambayo tunaokota ndio inatumika kutujengea barabara, ndio inatusaidia kufadhili elimu. And therefore we have to balance the interventions we are making to resolve the fuel crisis so that in a way that we don't disrupt the service delivery in other sectors like education and the road construction and the other things we are doing. Kwa hivyo mimi nimefurahi. Najua leo sio siku ya kuongea mambo ambayo yako ya kimaendeleo na kisiasa. Tutakuwa na mambo mingi na nafasi mingi ya kufanya hiyo shughuli. We will talk about our roads program here, electricity, mambo ya maendeleo siku ingine. Leo ni siku ya mzee Esbon Thuku Kwenya, mzazi wetu, mtu wa Mungu na pia mwalimu ambaye alikuwa amefunza watu wengi mambo ya biashara, mambo ya maisha, na hata mimi amenifunza kupitia ile hadithi nimesikia hapa jinsi ya kujipanga. Na mimi sijasema
niko kama mzee, lakini ameniambia it is possible, all things are possible. And I'm very grateful. I am very, very, very inspired by this occasion. Mimi nawatakia baraka ya Mwenyezi Mungu. Na Mheshimiwa Rais alikuwa amepigia Zakari Kwenya simu na alikuwa amewasiliana na yeye na ametuma rambirambi zake, ako safarini. Mimi nawatakia watu wa Kinangop wakati mwema, na wakati huu tunapomzika baba yetu, mambo yote mazuri ambaye tumesoma kwake na wazee wa rika yake, hayo mambo yatusaidie sisi ambao ni wadogo wake na wale ambao ni wadogo wetu pia. Tusiharibu nchi yetu, tusiwe watu ya kuchemka na kufanya mambo ambayo yatatuletea hasara. Na vile naongea hivi, tutaendelea kuongea pamoja, kwa sababu sisi mambo ya siasa, sisi tumekuwa watu ya siasa. Sisi wakati wa ukoloni ndio tulikuwa mbele kupigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Hatujaanza siasa juzi. Wakati wengine walikuwa wanafikiria vile watafanya na mzungu, sisi tulienda msituni kupigania uhuru wa taifa letu Kenya. Mambo ya mfumo wa vyama vingi, sisi tulikuwa kipaumbele kupigania vyama vingi na demokrasia katika sehemu hii. Ile mambo iko tu kidogo ni kwamba hata wakati tulikuwa tunapigania vyama vingi, tulikuwa tunatunza mali yetu, hatukuwa na tabia ya kuchoma mali yetu sisi wenyewe. Hiyo tu ndio naomba tufikirie vile tunaweza rekebisha. Hata tukifanya siasa za tofauti zetu, tusiharibu mali, tusiumizane sisi wenyewe, kwa sababu kura itapigwa siku moja. Na baada ya kura, bado tutabaki tukiwa jamii. Haijalishi nani atashinda, ule atashinda akuwe kiongozi wetu. Ule atashindwa, angoje siku ingine Mungu atamsaidia. Lakini tutabaki tukiwa one community, one people and one nation. We must protect our community. We must not destroy each other's property. We must not hurt one another because of politics, because politics will come and go and we will remain as a community. God bless you. Asanteni sana. Andũ a Kinangop, Ngai amũrathime na amwĩke wega. Thank you very much. Na ma-MP wetu, may the Lord bless you. Mimi langu ni kuwaelekeza na waomba msiende. Ketini tu mahali mko, niwaelezee vile mtaenda. Kwanza nataka ile bad ikuje iweze kumtoa mzee ambaye ni mwili ya baba yetu, aweze kuingizwa kwa gari ili tuweze kumpeleka mahali anafaa kupumzika.